إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واتبعوا سنة نبيكم واعلموا أن أجسادكم على الله لا تقوى. عباد الله، enyi waja wa Allah, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibba fillah, Allah subhanahu wa ta'ala wasifu aliyokupa maisha ya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala alipoisifia dunia hali yake ilivyo, aliyasifia maisha haya kuwa ni maisha ya mchezo na ni maisha ya muda mfupi ambayo mwanadamu anatakiwa achukue tahadhari katika uishaji wake ili afanye atakayomnufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura al-Ankabut, wama hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hayakuwa haya maisha ya duniani isipokuwa ni pumbavu, ni mchezo. Ama maisha ya akhira ndio maisha ambayo ni kamili, yamekamilika katika hali zake zote. Kama qala الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وإن الدار الآخرة لفيها الحياة الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا موت معها. wakati Imam At-Tabari akitafsiri aya hii amesema hakika ya maisha ya akhira ni maisha ya milele ya kudumu, hayana kuisha, hayana kukatika wala hayana kufa. Bal الدنيا بل dunia ahibba fillah ni mazra'atu al-akhirah. Dunia ni shamba la kesho. Yahsudu an-nasu thamar a'malihim, watu watavuna thawabu, matunda ya matendo yao ambao wameyafanya duniani. In khairan fa khairu, ikiwa wamefanya mazuri watapata mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa in sharran fa sharrun, lakini pia ikiwa duniani watafandikiza matendo yaliyokuwa mabaya, basi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hivyo hivyo watavuna yaliyokuwa mabaya. Wa fil akhirah, na mwisho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yakunu aljazaa, ndio yatakuwa malipo ya yale ambayo umeyafanya hapa duniani. Imma
imma ila aljanna, ima ustahiki kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa fiha ar-rahatu al-abadiyya, na katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna raha za milele, au ila an-nar, au ingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa fiha at-ta'ab wash-shaqa, na katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kuna taabu na mazito na madhila mbalimbali. Tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa wale ambao wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam musiyan iyaya wa iyaka, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi akinihusia mimi na wewe, katika hadithi aliyopokea sahaba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال. عبد الله بن عمر anasimulia hadithi aliyopokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alishika mabega yangu akasema kuniambia kun fi dunya ka'annaka gharibun. Alimwambia Abdullah bin Umar kuwa hapa duniani kana kwamba wewe ni mgeni au abiru sabili au kama mpita njia. Hivyo ndivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwelekeza sahaba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, na akiambiwa sahaba na Mtume sallallahu alayhi wasallam umeambiwa umma wote, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kigizo chetu, ndio mwalimu wetu, ndio murshiduna ila rabbina, ndio mwenye kutuongoza njia ya kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah amemsifu akasema laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, bali imekuwa kwa hakika kwa nyinyi waislamu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kiigizo kilichokuwa chema. Kwa hivyo fillah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia sahaba awe hapa duniani kana kwamba ni mgeni, sababu mgeni akienda katika mji fulani anafanya maandalizi ya kurudi kule alipotoka, ama mpita njia anapita mara moja njia ile kisha harudi tena katika ile sehemu ambayo alikuwepo mwanzo. Wakana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, na sahaba huyu alikuwa akisema idha asbahta fala tantazir almasaa, ukifanikiwa Allah akakubariki wewe kuidiriki asubuhi usisubiri ifike jioni, wa idha amsayta fala tantazir alsabah, na kufikia jioni wewe usisubiri ifike asubuhi, bali fanya matendo yaliyokuwa mazuri ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe hujui ni wakati gani utaondoka katika maisha haya ya duniani. Bali akaendelea kusema wa khudh min sihhatika limaradika, chukua fursa ya afya uliyokuwa nayo kwa kufanya mazuri ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kujibidisha katika kufanya ibada kwa ajili ya maradhi yako. Ipo siku wewe utaumwa, utashindwa kusimama katika sala, utashindwa kutoka kwa ajili ya kutafuta vizuri vya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utashinda wewe kufanya mambo mbalimbali ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko ulipokuwa na afya nzuri. Kwa hiyo fursa ya afya yako itumie, ipo siku utaumwa. Wa min hayati kalimatik, na fursa ya uhai wako itumie vizuri, ipo siku utakufa, utaenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kitakachokusaidia ni kile ambacho umekifanya wakati ukiwa na afya nzuri katika maisha ya dunia. Ahiba fillah, enyi waja wa Allah, almu'minu yaj'alu ad-dunya dara 'amalin wa ibada. Ahiba fillah, mu'min anaifanya dunia kuwa ni jengo la kutenda matendo yaliyokuwa mazuri, na pia ni jengo la kufanya ibada, yahsuda thawaba fil akhirah, ili akachume malipo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, mwanachuoni huyu anasema maneno ya kumzindua yule ambaye anacho na yule ambaye hana, aliyenyimwa na Allah subhanahu wa ta'ala
kwa mpango wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye amepewa kwa kudura za Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma u'tiya ahadun shay'an min ad-dunya illa ikhtibaran, anasema hajapewa yeyote yule chochote kile na Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha haya ya duniani isipokuwa ni mtihani kwake. Wama manaa Allahu ahadan shay'an min ad-dunya illa ikhtibaran, na Allah subhanahu wa ta'ala hajamzuilia chochote kile mja wake katika maisha haya ya duniani isipokuwa ni mtihani. Allah anamtahini, amwangalie subira yake, aangalie uvumilivu wake. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul anbiya anasema wanabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tutakupeni mtihani katika maisha haya ya duniani, mitihani iliyokuwa mizuri na mitihani iliyokuwa mibaya, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtarejesha hivi. Ahibbatillah, kila mmoja aangalie ni nini anafanya kwa ajili ya sala yake. Kwa ukijua kwamba chochote utakachopewa duniani ni mtihani na utakachonyima ni mtihani, fa idha alimta hadha, ukilijua hilo, fakun kahaula, kuwa kama hawa ambao amewasifu al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala aliposema inna lillahi ibadun futana, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ana waja wake wenye akili, taraku dunia, waliwachilia mbali dunia, wa khafu fitana, wakaogopa fitna za dunia hii, nadharu fiha, walitazama dunia, falamma alimu, walipoangalia dunia wakatambua kwamba annaha laysat lilhayyin watana, si sehemu nzuri kwa yule ambaye ana uhai kufanya kuwa ni mji aliyofikia wa kudumu. Walipolijua hivyo, ja'aluha lijatan, wao wakaifanya dunia kuwa ni bahari yenye kina kirefu ambacho jinsi ya kuvuka kwake ni kwa taabu. Kwa wao wakifanya dunia kuwa ni bahari, wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Wao sasa kwa sababu dunia ni bahari yenye kina kirefu, wakaifanya kwa dunia hii, wakafanya matendo yaliyokuwa mazuri ndiyo amali, ndiyo jahazi la kuweza kuvuka katika dunia hii. Ahiba fillah, bal Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda sana. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio katujalia kuwepo hapa duniani, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatupa mwongozo, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatukumbusha, akatuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kunaingia kufanya na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, pia kunaingia kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza. Allah anatuhusia kumcha yeye, kisha akaendelea kusema walitanzuru nafsi, na nafsi itizame ma qaddamat liqadin, ni nini imetanguliza kwa ajili ya kesho yake, ni nini imetanguliza katika dunia hii kwa ajili ya kesho yake. Bal al-Allama Ibn Kathir rahimahullah ta'ala wakati anatoa tafsiri aya hii akasema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hesabuni matendo yenu, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanzuru ma adkhaltum li anfusikum min al-a'mal as-salihah bi yawmi ma'adikum ila rabbikum, bali angalieni ni nini mmetanguliza kwa ajili ya nafsi zenu na siku ambayo mtakaorejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ash-sha'ir tazawwad min hayatika lil-ma'adi, mshairi anasema chukua zawadi, andaa kilichokuwa kizuri kwa ajili ya kesho yako mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qum lillahi wajma' khayra zadi, nasimama kwa kufanya ibada, uandae kilichokuwa kizuri cha kwenda nacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tarkan ila dunya kathira, wala usikumbatie dunia sana, fa innal mala
yujma'u lin-nafadi, hakika ya mali inakusanywa ili ishe, aidha uiache mali wewe uondoke au mali kuache wewe ubaki huna kitu. Baada ya kuendelea kusema atarudha, unaridhika wewe, atarudha an takuna rafiqa qaumi, je wewe unaridhika uwe rafiki ya watu ambao watakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lahum zadu, wana maandalizi ya kutosha, wamefanya ibada mbalimbali za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta bighairi zadi, na wewe unakuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala huna unachokifanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم. إخواني في الله, Allah subhanahu wa ta'ala ametukadiria tuwepo hapa duniani kwa muda maalum, na muda huo kisha tunaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja miongoni mwetu anajua ni wangapi katika ndugu zake amewazika, ni wangapi katika wale ambao anawapenda hapo nao leo. Kila mmoja anajua hilo. Ndio maana Mwenyezi kusema nasema, idha hamalta ila al-quburi janazatan, utakapobeba wewe jeneza kulipeleka makaburini, fa'lam annaka ba'daha mahmud, tambua kwamba wewe baada ya yule zimu yako na wewe utabeba. Kwa kila mmoja anatambua, na haya ndio maisha ya dunia. Allah ametukadiria kuwa hapa duniani kwa muda maalum, na yasema haya kuwakumbusha ndugu zangu pamoja na kuikumbusha nafsi yangu kwamba sisi tupo hapa duniani kwa muda mchache sana. Tunamkosea Allah mengi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni rahim. Allah ni kutuhurumia. Ahibba fillah, tukishaondoka hapa duniani katika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza kwamba hapa duniani aliishije. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyosimulia sahaba Ali bin Hatim radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, hakuna yeyote yule miongoni mwenu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamzungumzisha. Laysa bainahu wa bainahu tarjuman, hana baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala mtu wa katikati wa kumtafsiria yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamuuliza. Fayanzuru aymana minhu, mtu ataangalia upande wake wa kulia, fala yara illa ma qaddam, hataona isipokuwa kile ambacho amekitanguliza katika maisha yake ya dunia. Fayanzuru ash'ama minhu falam yara illa ma qaddam, ataangalia kushoto kwake, hataona isipokuwa kile ambacho amekitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea kusema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wayanzur baina yadayhi, fayanzur baina yadayhi, ataangalia mbele yake, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi, akiangalia mbele yake hataona isipokuwa moto mbele yake. Ndicho ambacho amekitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yake ya duniani alitanguliza moto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe unayofanya kwamba mimi chochote nitafanya ili mradi nipate tonge la kula mdomoni, takullah insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe mzinifu, ewe mwenye kula riba, ewe mwenye kufanya maasi mbalimbali, takullah insha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyu ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam anamtaja haya, nasema huyu akiangalia mbele yake ataona moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndicho ambacho amekitanguliza, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fattaqun nara walau bi shiqqi tamra, uogopeni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, japo kwa kutoa sadaka ya kopo ya tende. Muogopeni moto wa Allah
inna adhaba rabbika lashadid, adhabu ya Allah ni kali ya kibafida. Hakuna miongoni mwetu ambaye anastahimili ataweza kuvumilia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakatifu Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kadri vile mnavyoweza. Usijiachie tu kwenye maisha yako kwamba wewe utafanya kila kitu. Wapo watu hao nitafanya chochote kile ili maradi nitomoe. Kuna mwingine Allah amemruzuku majumba akawapangisha watu na akajua kabisa kwamba kwenye nyumba yake kuna watu wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye anasema watajua wenyewe, mimi naangalia pesa yangu. Mmenijua hivyo na kukutolisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja ataulizwa juu ya uchunga wake. Nyumba yako ndiyo ambayo inafanyia maasi, ni uchunga wako utaulizwa wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibba fillah, tujiandae kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya yaliyokuwa mazuri. Waqad sadaqa man qala, na amesema kweli yule ambaye amesema haya maneno yafuatayo alipoona watu akasema, an-nafsu tabki 'ala ad-dunya wa qad 'alimat, nafsi imeingia dunia hali ya kuwa imejua anna salamata fiha tanquma fiha, nafsi imetambua kwamba usalama wake ni kuachana na haya yaliyokuwa hapa duniani. La dara lilmar'i ba'da al-maut yaskunuha, hana nyumba mtu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye atakwenda kuishi illa allati kana qabla al-maut baniha, isipokuwa nyumba ambayo kabla ya kufa kwake amejenga mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema fa in banaha bi khairin taba maskanaha, ikiwa nyumba yake ataijenga kwa matendo yaliyokuwa mazuri, kwa kufanya amali zilizokuwa nzuri za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala maskani yake, makazi yake yatakuwa ni mazuri. Wa in banaha bi sharri khaba baniha, vile vile akijenga nyumba yake ya akhira vibaya, hivyo hivyo atalipwa ubaya wa yale ambayo ameishi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema nasiti aya, lakini makusudio yangu kwamba malipo ni kutokana na vile ambavyo utafanya. Al-jazaa min jinsi al-amal, kama qala Nabii sallallahu alayhi wasallam. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم.